Hamjambo wa Kenya. Baada ya mambo yote, licha ya wananchi na mimi pia kumuonya Raila pale jana, asije akajiunga ama akafanya ndoa na Ruto. Yeye ameamua ya kwamba hatasikiliza maoni ya wafuasi wake na Wakenya. Ameamua kuenda kwa Ruto. Mimi nakwambia Raila, sasa wewe si baba sasa. Wacha nikuite Raila. Kwa sababu umefanya mistake kubwa sana katika maisha yako ya kisiasa. Licha ya onyo kutoka kwa wananchi, sasa umeamua kupeleka maslahi yako na tumbo yako kwa Ruto. Katika memorandum ambayo mumeandika, mumefanya na Ruto, najua 75% ni kugawanya vyeo na madaraka, lakini mwananchi mnamdanganya ati tuhudumie jensi, tuweke economy iwe juu. Lakini hiyo ni uongo. Mimi nakwambia Raila, unganeni na mufanye kazi mpaka 2027, msiwachane. Ndio tuwapeleke nyumbani vizuri. Muungane, mutake kuungana, mukatae, lakini saa hii sisi kama wananchi tumeamua tutawapeleka nyumbani vizuri. Na nataka nikuambia kwamba wakati serikali na maisha ya wananchi wakati itaanza kuwa magumu, wewe ndio utakuwa katika lawama. Ukikumbuka vizuri wakati wa Uhuru Kenyatta, wakati serikali ya Uhuru Kenyatta ilikosa kuwahudumia wananchi, mtu wa kulaumia ilikuwa ni wewe, ya kwamba umeingia ukaharibu. Na sasa hii pia atakuwa ni wewe umeharibu. Unganeni na mshirikiane, lakini ikifika 2027 tutawapeleka nyumbani, wewe Raila na Ruto wako, mmoja akienda Sogoi na mwingine akienda Bondo. Sisi kama wafuasi wako, niko na uchungu mingi sana na wewe. Unaweza kuunganaje na mtu ambaye ako na damu ya jensi wetu katika mikono yake? Yaani unatufanya wajinga. Sisi wafuasi wako ni wajinga. Huwezi fuata mashauri yetu yenye tunakuambia. Raila, unganeni, hata mfanye vile mnataka, lakini siku inafika. Na siku haiko mbali. Siku inafika ambayo tutakupeleka nyumbani, wewe na Ruto. Ujumbe kwa vijana, Gen Z plus millennial, ya kwamba tujitayarishe kupeleka hawa watu nyumbani, kwa sababu saa hii wako na mpango wa kukuja kutunyanyasa katika Kenya hii. Amekosa kuchukua kiti ya chairman wa Afrika. Sasa amekuja huku Kenya kuja kuungana na watu ambao wanatunyanyasa, watunyanyaze kwa pamoja. Alafu nasikia Wanga anasema huko maoni hayo ni ya Wakenya mzima, ati kwa sababu ya Wakenya mzima. Hiyo ni upusi. Wakenya mzima mulikuwa nao wapi? Hizo ni tumbo zenu na viongozi wenye mumesunguka Raila pale na wenye mumesunguka Ruto hapo. Hizo ni tumbo zenu mumepeleka. Hakuna mwananchi pale. Wacha niwaambie, na niwaambia jana, 90% ya Wakenya na wafuasi wako wamekataa wewe kuungana na Ruto, lakini wewe kwa kichwa ngumu, kwa sababu huwezi kuambilika, wewe umeamua kwenda. Basi shikaneni huko, fanyeni mambo yenu huko, nyanyaseni wananchi huko, mfinyeni wananchi kabisa, kila kitu mufanye pamoja, lakini siku inafika, siku ya Mungu iko inafika. Kwa hivyo, mfanye vile mnataka, muungane vile mnataka, lakini siku iko inakuja na mtaenda na aibu kubwa. Hivyo ndio nitawaambia. Hatuko tayari kunyamaza. Hivyo ndio tutasema
unganeni pamoja na mshikane vizuri, msikosane. Raila, kama umeenda isikuishe, usimalize miezi 3 uanze kuangalia upande mwingine ati ndio uko sawa, ati ndio ukuhurumie ukupatie kiti cha president, ati usimame president. Sikana tu na huyo Ruto wako, mumeshikana na yeye mpaka mwisho, mpaka mwisho. Ndio mkiharibu hii serikali na maisha ya Kenya, tutajua vile tutafanya na nyinyi 2027. Kwa sababu wewe hauambiriki, ushauri hauchukui kutoka kwa wafuasi wako. Sasa endelea. Ni asante sana wa Kenya. Tujikaze na maisha. Tuanze fresh, maisha itakuwa ngumu. Kwa sababu hakuna mtu wa kuongea, ni sisi opposition, sisi kama wa Kenya. Ni sisi opposition, viongozi wa upinzani wa hii nchi kama wa Kenya. Tuangalie Kenya yetu, hii ni nchi yetu, hatutaenda hakuna nchi ingine, ni hii. Na tukiruhusu iharibiwe, sijui tutafanya namna gani. Sisi ni wa Kenya, tumezaliwa hapa, tumelelewa katika hii nchi, tumezaa watoto, wamekuwa watu wazima, hakuna mahali tutaenda, hii nchi ni yetu. Na tuko tayari kuona hii nchi ikiharibiwa. Tusimame kama wa Kenya. Asanteni sana.